kimbia. Leo hii mimi sina nauli ya kutoka hapa nilipo, iwe ni nyumbani, iwe ni wapi, ya kufika hata mjini, au ya kufika sehemu fulani, au ya kufika mkoa fulani, au ya kufika wilaya fulani. Sina hiyo nauli. Na itafuta. Nitakuwa na namna ya kukimbia nchi yanapokuwa yametokea machafuko, au nitabaki kufia hapa ndani nchi yangu. Sasa tujue, hao wanaotuimbia hizo nyimbo, tujiulize familia zao ziko wapi? Watoto wao wako wapi? Na kama wako ndani ya nchi, wako katika mazingira gani? Wana uwezo wa kuwatoa muda wote, wakati wote. Yani kwa mfano, hao viongozi unaona wanazunguka kwa wanaimba hizo no reform no election. Ana uwezo akapiga mkutano Arusha asubuhi, akapanda helikopta, akaenda akapiga mkutano Dar es Salaam, na siku hiyo hiyo akapanda ndege akatoa Belgium, kaenda Ubelgiji. Wewe unaweza ukatoka hapo ulipo ukaenda sehemu nyingine? Ni watu wameahidiwa mengi sana, na kwenye ndoto zao, usingizi wao, wanaota na kuiwaza Ikulu kama wanavyowaza sijui kitu gani. Na baba yetu wa taifa alishasema Ikulu sio mahali pa kukimbilia. Ikulu ni mahali patakatifu. Sio kila mtu anaingia pale, na kila mamlaka iliyopata nafasi ya kuingia pale imebarikiwa na Mungu, na italindwa na wananchi wenyewe. Sisi wananchi tutailinda hiyo mamlaka ikae, kwa sababu sisi ndio tumeiweka pale. Sio nyie mnaojaribu. Kama Watanzania ndo yani kuna maswali ya kujiuliza. Kama Watanzania ndo hawataki uchaguzi, simsubiri ifike siku ya uchaguzi uone wasitokea kwenye boksi la kura. Unaenda unahamasisha nini? Unahamasisha kusiwe na uchaguzi. Unapinga takwa la kikatiba. Mabadiliko, maendeleo yanafanyika, mabadiliko yanafanyika kila kona. Zinafanyika. Bunge lile ni kazi lake nini? Sheria zinatungwa, zinabadilishwa. Unasema no reform, hutaki mabadiliko. Hutaki au mabadiliko, kwa hiyo unataka nini? Tunajiuliza, hii kauli ni ya kwako au ni ya waliokutuma? Kwa sababu waliokutuma tunajua hawataki mabadiliko kwa hakika. Hawatutakia mabadiliko, hawataki mambo mema kwetu, ili waendelee kupata nafasi ya kuja kutukandamiza, kutukanyaga, kuchota mali, hivyo. Lakini ikitoka kwako, tunakuuliza, hiyo kauli ni ya kwako au ya aliyekutuma? Na wewe ukaja nayo kichwa tu, ukadhani hatutaichambua na kuiangalia vizuri. Unapinga mabadiliko. Kwa nini unapinga mabadiliko? Kwa nini unapinga uchaguzi? Kwa msingi upi? Utaki uchaguzi, unasema hakuna uchaguzi. Tena unasema hakuna uchaguzi, hakuna mabadiliko. Kiitwa meza za maridhiano za kuzungumza, useme hoja zako, unarukaruka kaa kitenesi huku na kule. Sikutaki wewe, simtaki huyu, simtaki. Unataka kuijenga nchi kweli? Unachotaka ni nini? Na mimi niombe mamlaka ziangalie hili jambo. Hawa watu hawataki mabadiliko, wanataka nini? Watanzania wote tunataka mabadiliko, na ndio yanofanyika. Mabadiliko katika sekta ya elimu, tunaona mitaala inabadilishwa, inaendelea kuboreshwa. Sekta ya afya tunaona zinakuja bima, tunahitaji kuwa na bima ya taifa, kila mtu aanze kupata huduma aweze. Ni sera zinajaribu kutengenezwa, zinaangaliwa mazingira mazuri ya kuzifanya.
Ni ardhi, tunailinda ardhi yetu. Yaani mabadiliko yapo. Wewe unasema hakuna mabadiliko, unatuzuilia yaani unasema hakuna mabadiliko, hutaki afanyike. Thinking. Najaribu kuwaza yani inakuaje mtu? Yani inakuaje? Kwa hiyo nimesema nizungumzie zile njia 6. Nilisema zitakuwa 5 lakini ni njia 6. Njia ya kwanza watatumia kukubana kiuchumi. Njia ya pili watatumia vyombo vya habari. Takwambia uhuru wa vyombo vya habari nini, lakini uhuru wa vyombo vya habari ni ili waweze kupenyeza propaganda zao kupitia hivyo vyombo vya habari, radio zetu sisi, television zetu sisi zitumike kusambaza jumbe ambazo sio kwa maslahi ya taifa hili na hazina mwisho mwema au nia njema kwa taifa hili. Sasa tunazungumza, hatupingi uhuru wa vyombo vya habari, sipingi uhuru wa vyombo vya habari, lakini uhuru ule ni wa kuangaliwa. Kuwa na maudhui, rusha, nini, lakini yanapoanza kugusa maslahi ya taifa hili na if it is not in a positive way katika kujenga, basi kuna haja ya kuliangalia tena hicho chombo cha habari. Iwe ni magazeti, iwe ni watatumika wahariri, waandishi, zitaenezwa propaganda. Kuna muda unajaribu kuangalia yani inakuwaje mwandishi wa habari anakuwa so bias. Yani yeye unamuona kabisa huyu ni wa mrengo mmoja tu. Huyu ni wa upande mmoja tu. Kwa upande mmoja basi, lakini kwa kulijenga taifa letu, ilinde basi hata hii amani tulionayo. Mnaita utulivu. Utulivu ulioko ndio umewafanya nyie mmesoma. Utulivu ulioko ndio umewafanya nyie kudai hivyo ambavyo hamna. Utulivu ukiondoka, hivyo ambavyo mnavidai havitakuwa mezani kuvidai, tutakuwa tunadai sasa utulivu. Huo ndo msingi wa taifa letu. Huo ndo msingi wa taifa letu. Amani yetu ndio tunu yetu. Umoja wetu, udugu wetu ndio msingi wetu. Na katiba yetu iko very straight. Yaani unajua katiba ingelikuwa ni kwa mapenzi yangu, Mungu anisaidie, lakini najua hamna kingine mnachotaka kwenye katiba zaidi ya mamlaka ya rais kupunguzwa. Yapunguzwe alafu apewe nani? Nchi lazima itawalike. Na ili nchi itawalike lazima iwe na kiongozi mmoja mwenye kutoa neno la mwisho. Liwe lenye kutusaidia, liwe la sio kutusaidia, lakini ndo wa kutupa dira. Chezi kaongozwa na kila mtu kuzungumza, huyu anaongea hichi, huyu anaongea hichi. Mnataka sijui huyu akiongea huyu, huyu akiongea huyu, sijui akisema hii. Kila mtu ana jurisdiction yake. Mahakama ina nafasi yake, bunge lina nafasi yake, serikali ina nafasi yake. Na serikali ni sisi ndo tumeiweka, wananchi. Sisi tutailinda. Na hizo mamlaka nyingine kazi yake ni kuisaidia serikali kutuletea sisi maendeleo. Ndio maana bunge kazi yake ni kuisimamia serikali na kuishauri. Mahakama ni kuamua mashauri na kutunga mambo ya kusimamia sheria zilizotungwa na bunge. Ndio maana Mheshimiwa Rais atalifungua bunge na ndiye atakayelihitimisha bunge. Mamlaka rais lazima yathibitike. Na ndo maana rais atalindwa. Yaani sijui mnachukulia mambo kimzaamza. AD wa rais ya yule anayesimama nyuma yake, AD wa rais ni mwanajeshi. Ile ni sura ya kwamba jeshi la wananchi wa Tanzania liko nyuma ya huyo rais, kwa sababu sisi ndiye tumemweka hapo. Naomba nirudi.
nistoke. Lakini naomba nizungumzie no reform, no election. Hii ni agenda ambayo haina nia njema kwa taifa letu. Ni agenda ambayo haitutaki mazuri katika taifa hili. Ni agenda, naweza nikasema ni propaganda. Ndio hizo sasa tunazozungumza. Yaani kuna propaganda zitaletwa. Zitasukumwa, agenda zitasukumwa kwa ajili tu ya kuhakikisha matakwa ya wengine yawe. Sasa nirudi. Mwanzo nilisema mtanisamee, sina mtiririko mzuri, lakini lengo na mtanielewa tu, mtachambua. Lakini nirudi. Katika hizi njia 6 wanazotumia mabwana, ndugu zetu wameshachagua vyama vya siasa. Kuna chama kimekaa tayari, kiongozi wake ameshachagua, ameshapikwa, akapikika, akaiva. Ule muda anaenda kupikwa, anapikika, kuiva. Amepikwa, akapikika, akaiva. Mapinduzi, wa Tanzania mfuatilie historia, mapinduzi au anguko la Muammar Gaddafi Libya. Mrudi mkaangalie kiongozi aliyekuja kuishika ile nchi katika kile kipindi cha mpito alikuwa nani? Yule kiongozi kama alikuwa ndani ya ile nchi. Sisi tunajaribu kusoma, tunapita. Tunajaribu kusoma na Mungu atusaidie, ni Waafrika wenzetu katika bara hili, lakini naomba nisiongee kwanza mataifa wengine, niwaachie. Narudi kwa la kwetu. Lakini wa Tanzania tujaribu kutafuta taarifa, tutajifunza mengi kwa sababu taarifa ziko katika vitabu, mitandao. Hii mitandao tuweke data, tujifunze. Na tusiwe sehemu ya kueneza propaganda. Vijana wamechukuliwa, wametoka chuo, fresh from school, bright mind, great minds, lakini wanaanza kulishwa vitu ambavyo wanaanza kujaa, wanakosa uzalendo, wanaenda kwa agenda za watu. Kumbe watu tayari wanabeba agenda za watu wengine. Wanabeba agenda za watu wengine. Yaani exposure na fursa mlizopata zitakuwa ziwe ni kwa ajili ya kusaidia vijana walioko katika mazingira yenu, katika mitaa yenu, vijiji vyenu, mashina yenu, sehemu unayoishi. Be a change from where you are. Natafuta kuwa ni mpaka uingie Ikulu ndo tuone manufaa hiyo elimu yako. Mpaka we mbunge, uwe diwani. Kiongozi ni kwa karama ya Mwenyezi Mungu, lakini ulinzi wa taifa hili ni letu sisi sote. Ulinzi wa amani yetu ni wetu sote.